Harusi ya kifahari katikati ya savana ya Kenya inawakutanisha mwanamke wa Kimasai na mwanaume wa Kizungu katika muungano unaovunja mipaka ya tamaduni. Mapenzi yao yanaonekana kuwa ya kweli na ya kina, lakini nyuma ya tabasamu na shangwe kuna wivu, upinzani wa jamii na siri nzito zinazotishia kuvuruga ndoa yao. Muungano huu wa kimataifa unageuka kuwa safari ya majaribu, maamuzi magumu na mapenzi yenye gharama kubwa, yakionyesha kuwa kusema ndio ilikuwa mwanzo wa mtihani mkubwa wa moyo. Kabla simulizi haijaanza, hakikisha unabonyeza subscribe ili usikose hadithi tamu na za kweli zinazogusa maisha yetu ya kila siku. Karibu sasa uanze kusikiliza simulizi ya mapenzi yaliyovunja mipaka. Jua la asubuhi lilikuwa linachomoza taratibu juu ya savana pana ya kusini mwa Kenya. Nyasi ndefu zilikuwa zinatikisika kwa upepo mwanana uliobeba harufu ya ardhi, mifugo na uhuru. Ndani ya mandhari hiyo ya asili, alisimama Naserian, mwanamke wa Kimasai mwenye uzuri wa kipekee. Uzuri usiohitaji mapambo ya kisasa kuthibitishwa. Alikuwa amevaa vazi jekundu la kitamaduni, shanga zake zikiwa zimepangwa kwa ustadi mkubwa, nyekundu, bluu, njano, nyeupe na kijani. Kila shanga ilikuwa na maana, kila rangi ilikuwa historia. Macho yake makubwa yalikuwa na utulivu wa ajabu, lakini ndani yake kulikuwa na ndoto ambazo hazikuwahi kusemwa kwa sauti. Naserian hakujua kuwa siku hiyo ingeubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake. Umbali kidogo kutoka alipokuwa akisimamia ndama wa familia, gari jeupe la kifahari lilisimama likiwa limezungukwa na vumbi jepesi. Ndani yake alishuka mwanaume mrefu, mwenye ngozi nyeupe, macho ya bluu yaliyojaa mshangao na heshima kwa kile alichokiona. Jina lake lilikuwa Alexander Van Rooyen, tajiri kutoka Ulaya, mmiliki wa makampuni ya utalii wa kifahari, hoteli na uwekezaji wa ardhi. Alikuwa amezoea majengo marefu ya kioo, mikutano ya mamilioni ya dola, wanawake waliovalia suti ghali, lakini hapa, katikati ya savana, alihisi kitu tofauti. Moyo wake ulitulia. Alikuwa amekuja Kenya kwa mradi mkubwa wa Eco Luxury Resort, lakini macho yake yakavutwa na kitu ambacho hakikuwa kwenye ramani ya uwekezaji. Naserian. Alipomwona, alisahau kamera aliyokuwa mkononi. Alisahau hata sababu ya safari yake. Alimuona mwanamke aliyesimama kifua mbele, mwenye heshima, nguvu na upole ulioungana kwa namna ya ajabu. Alexander alimsogelea taratibu, kwa heshima kubwa, akisaidiwa na mkalimani wake. "Ningependa kuzungumza naye," alisema kwa sauti ya chini. Naserian alimtazama kwa makini. Hakuwa mzungu wa kwanza kumuona, lakini kulikuwa na kitu tofauti kwake. Hakuwa na kupuri. Hakuwa na macho ya dharau. Kulikuwa na unyenyekevu na udadisi wa kweli. Mazungumzo yao ya kwanza hayakuwa marefu, lakini yalikuwa na uzito. Alexander aliuliza kuhusu maisha ya Kimasai, ndoto za vijana na changamoto za jamii. Naserian alijibu kwa busara na uhakika, akizungumza juu ya heshima ya mila, wajibu wa mwanamke na hofu ya kupotea kwa utamaduni wao. Ndani ya dakika chache, Alexander aligundua kuwa huyu hakuwa msichana wa kawaida. Na Naserian alianza kugundua kuwa huyu hakuwa mzungu wa kawaida. Siku zikapita. Alexander akaongeza muda wake kijijini. Akaacha hoteli ya kifahari, akaishi kwenye hema la kifahari karibu na jamii. Akaanza kujifunza lugha, desturi na maisha ya Kimasai. Kijana wa Kimasai aitwaye Lemayan, aliyekuwa amepangiwa kumuoa Naserian tangu utotoni, alianza kuona hatari. Alimuona Alexander kama tishio, si tu kwa mapenzi, bali kwa mila nzima ya jamii. "Huyu mzungu anataka kutuibia binti zetu," Lemayan aliwaambia wazee kwa hasira. Lakini wazee walinyamaza. Waliona kitu ambacho vijana hawakuona, heshima. Alexander hakumshawishi Naserian kwa pesa. Hakumuonyesha magari yake, akaunti zake, wala majumba yake Ulaya. Alimuonyesha nia. Alimuonyesha uvumilivu. Alimsikiliza. Lakini ulimwengu wa nje haukuwa kimya. Wanawake wa Kizungu waliokuwa karibu na Alexander walianza kuonyesha wivu. Marafiki zake Ulaya walimuona kama anapoteza muda. "Unataka kumuoa msichana wa porini?" waliuliza kwa dharau. Alexander hakujibu. Moyo wake ulikuwa umefanya uamuzi. Savana ya Maasai Mara ilianza kubadilika rangi kadri jua lilivyozama. Anga lilichanganyika na rangi ya dhahabu, machungwa na nyekundu nzito, kana kwamba asili yenyewe ilitabiri mvutano uliokuwa unakaribia kulipuka ndani ya mioyo ya watu wawili waliokuwa wakipendana kimya kimya. Naserian alisimama karibu na boma la familia yao, akitazama ng'ombe wakirudi taratibu kutoka malishoni. Mikono yake ilikuwa imeshika shanga zake kwa nguvu, kana kwamba alijaribu kujipa utulivu.
Tangu siku ile aliyokutana na Alexander, moyo wake haujawahi kuwa mtulivu tena. Alijua alichokihisi hakikuwa cha kawaida, lakini pia alijua hakikuwa rahisi. Katika jamii ya Kimasai, maisha ya mwanamke yalikuwa na mstari uliochorwa mapema: utoto, tohara, ndoa, familia. Mapenzi hayakuwa swali la kwanza, yalikuwa matokeo ya wajibu. Lakini Alexander aliingia kama upepo mkali, akavuruga utaratibu huo bila hata kuugusa kwa nguvu. Alipokuwa akizungumza naye, Naserian alihisi kusikilizwa. Alipoheshimu mila zao, alihisi kuthaminiwa. Na alipomtazama machoni bila tamaa, alihisi salama. Hiyo ilimtisha, kwa sababu alijua hisia hizo zilikuwa hatari. Upande mwingine wa kambi ya kifahari, Alexander alikuwa ameketi peke yake, akitazama moto wa kambi ukicheza. Simu yake ya kisasa ilikuwa imetulia pembeni, imejaa ujumbe kutoka Ulaya, mikutano, mikataba, presha ya familia. Lakini akili yake ilikuwa mbali. Ilikuwa kwa Naserian. Kwa mara ya kwanza maishani, mali, pesa na nguvu havikuwa na maana. Alikuwa amezungukwa na uzuri wa asili, lakini kilichomvutia zaidi kilikuwa mwanamke aliyekuwa bado hajamgusa, lakini tayari alikuwa amemgusa rohoni. Huyu mwanamke atanibadilisha, alijisemea kimya kimya. Na hakujua kama alikuwa tayari kwa mabadiliko hayo. Lemayan hakulala usiku huo. Alitembea huku na huko, akizungumza na vijana wenzake. Kila dakika Alexander aliyokaa kijijini ilionekana kama dharau kwa mila zao. Kwa Lemayan, hili halikuwa tu suala la mapenzi, lilikuwa suala la heshima ya mwanaume wa Kimaasai. Leo ni Naserian, kesho ni nani? Alisema kwa hasira. Tutakuwa wageni katika ardhi yetu wenyewe. Maneno yake yakaanza kuwasha moto wa hofu na wivu kwa vijana wengine. Fitna ikaota mizizi. Siku iliyofuata, wazee wa kijiji walikaa chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Ardhi ilikuwa kimya, lakini hewa ilijaa uzito wa maamuzi makubwa. Alexander aliitwa. Alifika akiwa amevaa mavazi ya heshima, si suti, bali mavazi yaliyofanana na mazingira, ishara ya unyenyekevu. Aliketi chini, akainamisha kichwa chake kidogo. Wazee walimuuliza maswali magumu. Kwa nini anataka kukaa kijijini? Nia yake ni nini kwa Naserian? Je, anaheshimu mila au anataka kuzivunja? Alexander hakujitetea. Hakutoa hotuba ndefu. Alizungumza kwa ukweli. Sikuja kuchukua. Nimekuja kujifunza. Sijaja kununua. Nimekuja kuheshimu. Maneno yake yaliwagusa baadhi ya wazee, lakini si wote. Jioni hiyo, mama yake Naserian alimuita ndani ya boma. Sauti yake ilikuwa nzito. Umechaguliwa kuolewa na Lemayan. Ni wakati wako. Maneno hayo yalimgonga Naserian kama radi. Hakuwa tayari. Hakuwa amejiandaa. Na moyo wake haukuwa tena hapo. Kwa mara ya kwanza maishani, alihisi kugawanyika kati ya wajibu na sauti ya ndani. Machozi yakamjaa, lakini hakulia. Wasichana wa Kimasai hawalia kirahisi. Usiku huo Naserian na Alexander walikutana kwa mbali, hawakugusana, hawakusema mengi. Lakini macho yao yalizungumza. Kulikuwa na maumivu. Kulikuwa na tamaa ya kusema ukweli. Kulikuwa na hofu ya matokeo. Alexander alielewa bila kuambiwa. Kama nikiondoka, aliuliza kwa sauti ya chini, utakuwa salama? Naserian alimtazama kwa macho yaliyojaa mapambano. Nitakuwa salama, alisema, lakini sitakuwa mzima. Maneno hayo yalimbomoa Alexander. Usiku huo huo, simu ya Alexander ikapigwa. Baba yake kutoka Ulaya. Unachelewesha mradi. Unahatarisha jina la familia. Na sasa unasikia habari gani hizi za kuoa msichana wa porini? Alexander hakujibu kwa hasira, lakini alihisi presha ikimkandamiza. Kwa mara ya kwanza, utajiri wake haukumsaidia, ulikuwa kizuizi. Akiwa amechochewa na wivu, Lemayan alianza kupanga njama. Alijua kitu ambacho wengine hawakujua, siri nzito ya familia ya Naserian, siri ambayo ingeweza kumwangamiza kijamii kama ingetolewa hadharani. Alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Kama si wangu, alisema kimoyomoyo, hatakuwa wa mtu yeyote. Ndani ya boma la familia ya Naserian kulikuwa na ukimya wa hofu. Naserian alikuwa ameketi karibu na mama yake, macho yake yakiwa hayana usingizi. Alikuwa hajui kwa nini moyo wake ulikuwa mzito kiasi kile. Tangu azaliwe, alikuwa amelelewa kama mtoto wa heshima, fahari ya familia.
Lakini ndani kabisa ya moyo wa mama yake kulikuwa na mzigo ambao haujawahi kusemwa. Mama yake alimtazama kwa macho yaliyojaa maumivu ya muda mrefu. Kuna mambo, alisema kwa sauti iliyotikiswa na historia, ambayo mila hutufundisha tuyazike milele. Naserian hakuelewa maana ya maneno hayo, lakini alihisi baridi ikipita kwenye uti wa mgongo wake. Kilichokuwa hakijui ni kwamba Lemayan alijua kila kitu. Lemayan alitembea peke yake pembeni ya kijiji, akishika mkuki wake kwa nguvu. Kila hatua aliyopiga ilikuwa imejaa hasira, wivu na hofu ya kupoteza heshima yake kama mwanaume wa Kimaasai. Kwa miaka mingi, alikuwa akingojea Naserian awe mke wake. Alikuwa ameandaliwa kwa hilo. Jamii ilimpa uhakika huo. Lakini mzungu mmoja tu alikuja na kuvuruga kila kitu. Kama hawezi kuwa wangu kwa hiari, alijisemea, atakuwa wangu kwa hofu. Aliamua kutumia siri ile kama silaha. Siri ambayo ingeangamiza si Naserian tu, bali familia nzima. Alexander alikuwa ameketi ndani ya hema lake la kifahari, lakini moyo wake haukuwa na anasa. Alikuwa amepokea barua pepe nyingine kutoka kwa wakurugenzi wa kampuni zake. Hasara zilianza kuonekana. Wawekezaji walitaka majibu, lakini bado hakujali. Alimtazama picha ya Naserian aliyokuwa ameipiga kwa siri, akiwa amesimama mbele ya jua la jioni, shanga zake zikimulika kama taji la kifalme. Kama mapenzi haya yana gharama, alijiambia, niko tayari kulipa. Lakini hakujua gharama hiyo ilikuwa kubwa kuliko pesa. Asubuhi iliyofuata, tarumbeta ya kimila ililia. Watu wote wa kijiji walitikia mwito wa mkutano wa dharura chini ya mti wa mkuyu. Hata wazee walishangazwa. Mkutano huu haukupangwa kwenye ratiba ya mila. Naserian alikuja akiwa na mama yake. Aliona uso wa Lemayan ukiwa na tabasamu la ajabu, moyo wake ukadunda vibaya. Alexander alikuja pia, akihisi hatari hewani. Lemayan alisimama mbele ya wazee, sauti yake ikiwa thabiti, lakini macho yake yakiwa na sumu. Kabla hatujamkabidhi Naserian kwa mgeni, alisema kwa sauti kubwa, jamii inapaswa kujua ukweli. Kimya kikatawala. Maneno ya Lemayan yalikuwa kama panga. Alisimulia hadithi ya zamani, miaka mingi iliyopita, wakati mama yake Naserian alipata ujauzito katika mazingira ya aibu. Baba halisi wa Naserian hakuwahi kujulikana hadharani. Mtoto alikubaliwa kwa siri, ili kulinda heshima ya familia. Katika mila ya Kimaasai, hilo lilikuwa doa lisilosameheka. Macho yote yakamgeukia Naserian. Alitetemeka, mama yake akaanguka chini kwa kilio kisichozuilika. Alexander alihisi damu ikipanda kichwani. Maneno ya kunong'ona yakaanza kusikika. Wanawake walimwangalia Naserian kwa huruma, wanaume wengine kwa dharau. Naserian alisimama kifua mbele, macho yake yakiwa yamejaa machozi, lakini sauti yake ilikuwa imara. Kama kuna kosa, alisema, ni kosa la watu wazima kabla sijazaliwa. Sio kosa langu kupumua. Maneno yake yaliwafanya baadhi ya wazee kuinamisha vichwa vyao, lakini mila ilikuwa kali. Alexander alisimama mbele ya jamii yote. Alimshika Naserian mkono hadharani, kitendo ambacho hakijawahi kufanywa hapo kabla. Kama hii jamii itanihukumu kwa kumpenda mwanamke huyu, alisema kwa sauti thabiti, basi nipo tayari kuhukumiwa. Alitangaza waziwazi, atamchukua Naserian kama mke wake. Atamheshimu kama alivyo. Hatakubali aibishwe kwa kosa la kuzaliwa. Kimya kikatawala. Kwa mara ya kwanza, mzungu alisimama dhidi ya mila, si kwa dharau, bali kwa upendo. Mpango wa Lemayan haukuleta matokeo aliyotarajia. Badala ya kumdhalilisha Naserian, ulimpa nguvu. Hasira ikamjaa. Aliona heshima yake ikimponyoka. Ndani ya macho yake, giza likazidi kuongezeka. Hii haijaisha, alijiambia. Usiku huo, Naserian alikaa peke yake, akitazama mwezi. Alijua kuwa hata kama Alexander angemchukua, jamii isingekuwa tena nyumbani salama kwake. Lakini pia alijua kuwa hangeweza kuishi maisha ya uongo. Alimfuata Alexander. Nikija na wewe, alisema kwa sauti ya kutetemeka, nitapoteza kila kitu nilichokijua. Alexander alimtazama kwa upole. Lakini hutapoteza wewe mwenyewe, alimjibu. Naserian alisimama pembeni ya boma, macho yake yakiwa yamejaa machozi yasiyotiririka. Alitazama ardhi aliyozaliwa, akijua kuwa kila hatua aliyokuwa anaenda kuichukua ingemtoa mbali na kila kitu alichokijua. Alikuwa amevaa vazi lake la kitamaduni kwa mara ya mwisho, shanga ziking'aa chini ya mwanga wa asubuhi. Mikono yake ilitetemeka alipogusa ardhi, ishara ya heshima na kuaga. Ndani ya gari jeusi la kifahari lililosimama mbali kidogo,
Alexander alimwangalia kimya kimya. Alijua kuwa safari hii haikuwa ya mapenzi tu, ilikuwa ya maumivu, hatari na mapambano ya kitambulisho. Jamii ilikuwa imegawanyika. Wengine walimwangalia Naserian kwa macho ya huruma, wengine kwa hasira ya kimila. Hakukuwa na sherehe. Hakukuwa na ngoma. Kulikuwa na ukimya mzito. Mama yake Naserian alimkumbatia kwa nguvu. Usisahau wewe ni nani, alimnong'oneza kwa sauti iliyovunjika, hata kama dunia itakupa jina jipya. Maneno hayo yalichoma moyo wa Naserian kuliko machozi. Lemayian alisimama mbali, macho yake yakiwa meusi kama mawingu ya mvua. Alitabasamu kidogo, tabasamu lisilo na furaha. Safari haimaanishi mwisho, alijiambia. Inaweza kuwa mwanzo wa kisasi. Safari ya kuelekea Ulaya ilikuwa ndefu. Kwa Naserian ilikuwa kama kuvuka sayari. Ndege ilipopaa, aliangalia chini kupitia dirisha, ardhi ikipungua, savana ikigeuka mistari ya kijani na kahawia. Machozi yakamdondoka kimya kimya. Alexander alimshika mkono. Nitakulinda, alisema kwa sauti ya uhakika. Lakini sitakubadilisha. Alipofika Ulaya, ulimwengu ulifunguka kwa ghafla. Majengo marefu ya kioo, taa zisizolala, barabara safi, magari ya gharama kubwa. Naserian alihisi kama alikuwa ndani ya ndoto, nzuri lakini ya kutisha. Walipokelewa katika jumba kubwa la kifahari, lenye bustani pana, vioo vikubwa, na wafanyakazi waliovalia suti nyeusi. Maisha ya kitajiri yalimfunika kama blanketi la dhahabu. Lakini moyo wake haukuwa na joto. Katika jumba hilo, macho yote yalikuwa juu ya Naserian. Wanawake wa tabaka la juu walimwangalia kwa tabasamu bandia. Wengine walivutiwa na uzuri wa asili. Wengine waliona tishio. Ni hadithi tu ya muda, mmoja wao alinong'ona. Alexander atachoka. Lakini hawakujua nguvu ya mwanamke huyo. Naserian hakujaribu kuwa kama wao. Aliendelea kuvaa mavazi yenye mguso wa utamaduni wake, shanga zake zikiwa sehemu ya utambulisho wake. Hakujificha. Hilo liliwasha wivu mpya. Ndani ya vikao vya kifedha, Alexander alianza kuhisi mabadiliko. Miradi ilisimamishwa. Uungwaji mkono ulianza kupungua. Baba yake alimuita kwenye mkutano mzito. Unafanya maamuzi kwa hisia, alimwambia kwa sauti kali. Huyu mwanamke anakuvuruga. Alexander alisimama imara. Hapana, alijibu, ananifungua macho. Maneno hayo hayakupokelewa vizuri. Vita ya siri ikaendelea, sio tena ya mila, bali ya madaraka na pesa. Katika sherehe kubwa ya kifahari, Naserian aliingia ukumbini akiwa amevaa vazi la kisasa lililochanganywa na shanga zake za Kimaasai. Ukumbi ukanyamaza kwa sekunde chache. Alitembea kwa heshima, si kwa majivuno. Alexander alimtazama kwa mapenzi makubwa. But nyuma ya pazia la anasa, fitina zilipikwa. Mwanamke mmoja mwenye ushawishi mkubwa aliamua. Kama hatuwezi kumtoa Alexander, tutamharibia mwanamke wake. Wakati huo huo, ujumbe wa siri ulifika Ulaya. Lemayian alikuwa njiani. Akiwa amejawa na chuki na ahadi ya kulipiza kisasi, alikuwa ameapa kuharibu kila kitu walichojenga. Atajifunza, alisema akiwa njiani, kwamba mila haiachi damu kirahisi. Hatari mpya ilikuwa inakaribia kimya kimya. Shinikizo lilianza kumuathiri Naserian. Alianza kujiuliza. Je, anaharibu maisha ya Alexander? Je, mapenzi yanatosha kushinda dunia mbili? Je, anapoteza nafsi yake taratibu? Usiku mmoja, alikaa peke yake kwenye bustani ya jumba, akivua shanga zake na kuziangalia. Alexander alimkuta hapo. Ninaogopa, Naserian alisema kwa sauti ya kweli, sio dunia yako, ni ile ninayotoka. Alexander alimpokea kwa kumbatio la dhati. Tutakuwa daraja, alimwambia. Sio upande mmoja. Usiku wa Ulaya ulikuwa na baridi kali, isiyoendana na moto uliokuwa ukichemka ndani ya mioyo ya waliokutana kwenye jumba la kifahari la Van Royen. Taa za dhahabu zilimulika bustani pana, muziki wa taratibu ukitanda hewani, na wageni wa tabaka la juu wakicheka kwa vinywaji vya gharama kubwa mikononi mwao. Lakini nyuma ya tabasamu, vita ya kimya ilikuwa ikiendelea. Na katikati ya vita hiyo alisimama Naserian. Sherehe ile haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni hafla ya wawekezaji wakubwa, watu waliokuwa na uwezo wa kuinua au kubomoa himaya ya Alexander kwa neno moja tu. Kila kitu kilionekana kimepangwa kwa ustadi, taa, muziki, vyakula, mavazi.
lakini fitna ilikuwa kiungo kikuu kisichoonekana. Mwanamke mmoja mwenye ushawishi mkubwa katika biashara za familia ya Van Rooyen, aliyekuwa akimtamani Alexander kwa miaka mingi, alikuwa amesimama pembeni, akimtazama Naserian kwa macho yaliyojaa wivu uliofunikwa na tabasamu la heshima. Huyu si wa dunia hii, alimnong'oneza rafiki yake. Na dunia hii haitamsamehe. Mpango ukaanza kutekelezwa. Dakika chache baada ya sherehe kuanza, mlango wa ukumbi ukafunguliwa kwa kishindo kidogo cha kuvutia macho. Mtu mrefu aliingia akiwa amevaa suti ya bei rahisi ikilinganishwa na waliokuwepo, lakini macho yake yalikuwa makali kama mkuki. Lemayan. Hakuna aliyemjua, lakini alijua kila kitu. Alitembea taratibu, akichunguza mazingira, akimtazama Naserian kwa mbali. Ndani ya macho yake hakukuwa na mapenzi, kulikuwa na kiapo cha uharibifu. Wakati huo huo, simu za waandishi wa habari zilianza kuwaka. Habari za mwanamke wa polini aliyemloga bilionea zilianza kusambaa kwa kasi ya radi. Picha zilianza kuvuja mtandaoni, zimehaririwa, zimepotoshwa, zikimwonyesha Naserian kama mtafutaji wa mali, si mpenzi wa dhati. Ndani ya dakika chache, sherehe ikabadilika kuwa uwanja wa mashaka. Naserian alianza kuhisi macho yakimchoma. Minong'ono ikazidi. Tabasamu za heshima zikageuka maswali ya kimya. Moyo wake ukapiga kwa kasi. Huu haukuwa wivu wa kijiji. Huu ulikuwa wivu wa dunia yenye nguvu na pesa. Alijaribu kumtafuta Alexander kwa macho, lakini alikuwa amezungukwa na wawekezaji waliokuwa wakimvuta pembeni, wakimtaka ajibu maswali ya haraka kuhusu hatari ya sifa ya kampuni. Kwa mara ya kwanza tangu afike Ulaya, Naserian alihisi peke yake kabisa. Lemayan alipata nafasi. Alimsogelea Naserian polepole, sauti yake ikiwa tulivu lakini yenye sumu. Nilikuambia, alimwambia kwa lugha ya Kimaasai kwa sauti ya chini, dunia hii haitakukubali. Naserian alishtuka. Umefuata nini hapa? Aliuliza kwa uthabiti, japokuwa moyo wake ulikuwa unatetemeka. Lemayan alitabasamu. Nimekuja kukurudisha nyumbani, alisema. Au kukuonyesha kuwa hapa hutakuwa salama. Maneno hayo yalikuwa tishio lililofichwa vizuri. Wakati huo huo, Alexander alikuwa akipokea mashambulizi ya maneno. Wawekezaji wanahofia sifa ya kampuni. Vyombo vya habari vinauliza maswali. Huu uhusiano unatuweka hatarini. Baba yake alimkazia macho. Ni yeye au himaya hii? Kwa mara ya kwanza, Alexander alihisi ardhi ikitetemeka chini ya miguu yake. Lakini alipoona Naserian akiwa peke yake, macho yake yakiwa yamejaa hofu iliyojificha, uamuzi wake ukawa wazi. Usiku ulipoingia zaidi, hali ikawa mbaya. Naserian alipokea ujumbe wa ajabu kwenye simu ya mgeni aliyokuwa amepewa. Ondoka leo, au kesho dunia itakuona kama aibu. Moyo wake ukapiga kwa nguvu. Dakika chache baadaye, taa za bustani zikazimika kwa sekunde chache. Kulikuwa na vurugu ndogo. Kelele. Msukosuko. Katika giza lile, mkono mkali ulimvuta Naserian pembeni ya bustani. Alipiga kelele ndogo, lakini muziki uliifunika. Hatari ilikuwa halisi. Alexander alihisi kitu si sawa. Alivunja mkutano katikati, akakimbilia bustanini. Alimwona Lemayan akijaribu kumvuta Naserian kuelekea upande wa nyuma wa jumba. Hasira ikamjaa. Muache, alipaza sauti kwa nguvu. Watu wakageuka. Walipoona tukio hilo, kila kitu kikafichuka. Walinzi wa usalama wakakimbia. Lemayan akajaribu kukimbia, lakini akashikwa. Ukweli ukaanza kuonekana wazi. Polisi walipohoji, ikabainika kuwa Lemayan alikuwa nyuma ya uvujaji wa picha na taarifa za uongo. Pia alihusishwa na vitisho vilivyotumwa. Habari zikageuka ghafla. Sasa, Naserian hakuwa tena mwanamke wa porini, bali mhanga wa chuki na wivu. Vyombo vya habari vikabadilisha mwelekeo. Lakini maumivu yalikuwa tayari yameingia moyoni. Baada ya tukio hilo, Naserian alikaa peke yake chumbani. Alivua shanga zake, akaziweka mezani taratibu, machozi yakimdondoka bila sauti. Alijiuliza, je, mapenzi haya yanaua watu? Je, uwepo wake unaharibu maisha ya Alexander? Je, anapaswa kuondoka ili kumwokoa? Alexander aliingia kimya kimya. Alimkuta akiwa amekunja mabega, kama mtoto aliyechoka kupigana. Alexander alipiga magoti mbele yake. Naserian alisema kwa sauti ya kuvunjika, nitapoteza pesa, miradi, hata jina, lakini sitakupoteza.
Alishika shanga zake. Hizi ndizo taji lako, alisema. Na kama dunia haitaki kuziona, basi dunia inahitaji kujifunza. Naserian alimtazama kwa macho yaliyojaa machozi na upendo. Kwa mara ya kwanza, alihisi nguvu ya kweli, si ya pesa, bali ya kuchaguliwa bila masharti. Baada ya misukosuko ya Ulaya, fitina, kashfa na hatari ya maisha, Alexander na Naserian walifanya uamuzi ambao uliwashangaza wengi. Walirudi Afrika. Lakini safari hii hawakurudi kama wakimbizi wa mapenzi. Walirudi kama watu waliokubaliana na nafsi zao. Alexander aliacha mikutano mingi ya kifedha. Aliahirisha miradi. Alisimama hadharani mbele ya vyombo vya habari na kusema kwa uwazi, upendo wangu si kashfa, ni chaguo, na nitalisimamia. Maneno hayo yaliweka historia. Naserian kwa upande wake alirudi na kichwa juu. Hakuwa tena msichana aliyekuwa anaomba kukubalika. Alikuwa mwanamke aliyepitia moto na kutoka imara. Kijijini wazee walikaa tena chini ya mti wa mkuyu. Safari hii hawakukutana kwa hasira, bali kwa tafakari. Mila ilikutana na ukweli. Walizungumza kuhusu haki ya mwanamke, kosa la kuadhibu asiye na hatia, dunia inayobadilika. Baadhi walinyamaza, baadhi walipinga, lakini wenyewe walielewa. Mzee mmoja alisimama, akisema maneno ambayo hayakuwahi kusikika hapo kabla. Mila hulinda jamii, lakini isiue mioyo ya watoto wake. Maneno hayo yalibadilisha kila kitu. Harusi haikuwa ya kawaida. Ilikuwa muungano wa dunia mbili. Upande mmoja, kulikuwa na msaada, ngoma za Kimaasai, nyimbo za asili, rangi nyekundu na shanga zenye maana. Upande mwingine, wageni kutoka Ulaya, muziki wa taratibu wa ala, mavazi ya kifahari. Lakini hakuna upande uliotawala mwingine. Ziliungana. Naserian alitoka ndani ya boma akiwa amevaa mavazi ya kipekee, mchanganyiko wa kisasa na asili. Shanga zilikuwa nyingi kuliko siku yoyote maishani mwake, zikiwa zimepangwa kama taji la kifalme. Uso wake ulikuwa na utulivu wa mwanamke aliyepata amani. Macho yake hayakuwa tena na hofu, yalikuwa na uhakika. Wanawake wa kijiji walimwangalia kwa fahari. Wasichana wadogo walitabasamu, wakimwona kama ishara ya matumaini mapya. Alexander alisimama mbele ya watu, akiwa amevaa suti nyeusi ya kifahari, lakini juu yake alikuwa amevaa shuka jekundu la Kimaasai, ishara ya heshima na kukubali utamaduni. Hakuwa tajiri wa majumba tena. Alikuwa mwanamume anayechagua. Alipomwona Naserian akija, macho yake yakajaa machozi. Kwa mara ya kwanza, hakuyaficha. Walipokutana katikati, kimya kilitawala. Hakukuwa na maneno mengi ya kifahari. Alexander alisema kwa sauti ya kweli, ninakuchagua, si kwa sababu ya uzuri wako, si kwa sababu ya asili yako, bali kwa sababu ya roho yako. Naserian akajibu, ninakuchagua, si kwa sababu ya mali yako, bali kwa sababu hunifanyi nijifiche. Kilio cha furaha kikatawala. Ngoma za Kimaasai zilianza. Wazungu waliinuka kujaribu kuruka. Kicheko kikatawala. Muziki ukaunganisha watu ambao hapo awali walikuwa wageni. Hakukuwa na wivu. Hakukuwa na chuki. Kulikuwa na furaha ya kweli. Alexander alicheza bila aibu. Naserian alicheka kwa uhuru. Maisha yakaanza upya. Lemaian hakuhudhuria harusi. Lakini ujumbe ulifika. Alikuwa ameomba msamaha akiwa kifungoni. Alikiri kuwa wivu ulimpofusha. Naserian alisikia habari hizo na kusema kwa utulivu, nimemsamehe. Msamaha ni uhuru. Maneno hayo yalionyesha ukubwa wa moyo wake. Alexander na Naserian waliamua kuishi kati ya Afrika na Ulaya, kujenga miradi ya elimu kwa wasichana wa jamii za asili, kuwekeza bila kuharibu mila. Upendo wao ukawa daraja, si ukuta. Upendo wa kweli hauogopi tofauti, hauhitaji mtu ajifute, haufungwi na mila wala pesa. Jamii hukua pale inapothubutu kusikiliza mioyo ya watoto wake. Jua lilipokuwa linazama siku ya harusi, Alexander alimshika Naserian mkono. Savana ikawa shahidi. Walitembea pamoja, sio kama mzungu na Mmasai, bali kama wanadamu wawili waliopata nyumbani ndani ya kila mmoja. Asante kwa kutazama. Bonyeza subscribe, like na share.